décision. Mobali na ngai baboya ka moninga poeti. Est-ce que réfléchir mais ngai moyena boya te ata toke na tribunal na koyebi sauver juge wana moyena boya te na lula yofu. Wakati haya yote yakiwa yanaendelea, naomba vikundi mbalimbali vya zawadi tujiandae, tuwe tayari. Kikundi cha Uviki naomba tuwe tayari. Kikundi cha The Gideon naomba tuwe tayari. Mferejini Club naomba tuwe tayari. Wasa Group tuwe tayari. Marafiki Wema Halisi naomba tuwe tayari. Tupendane Group naomba tuwe tayari. Na pamoja na hayo familia ya Kapufi tuwe tayari, lakini pia familia ya Makoi tuwe tayari, na wageni walikwa mbalimbali wenye zawadi na vikundi mbalimbali naomba tuwe tayari. Nikukaribisha sasa baba kwa ajili ya kukata ndafu hiyo, ishara ya kumpongeza na kumwaga binti yako. Wakati hilo linaendelea, niombe vikundi mbalimbali vya zawadi sote tuwe tayari sasa. Wote tuwe tayari. Yapi? Kipande cha kwanza ni pongeze maalumu kwa ajili yako mzee kwa kazi nzima ya malezi. Naomba kipande kimoja utachagua, utakula wewe kwanza, mzee wa familia. Yes. Safi. Cha pili naomba utamlisha mama hapo, ukimshukuru kwa kuambatana naye katika safari ya binti yetu tangu hapo mwanzo mpaka sasa ambapo anaondoka nyumbani. Yes. Safi kabisa. Cha tatu naomba utamlisha sasa binti yako. Yes. Wakati sasa ndafu inaenda kuandaliwa kukatwa ili wageni wetu waweze kupatiwa. Wazazi najua inawezekana mmeshazungumza naye mengi, lakini katika usiku wa leo wazazi hawakosi neno la baraka, kwa sababu hata maandiko yametoa kibali kwa wazazi kubariki watoto. Naomba leo hii Mary anapoondoka nyumbani apate baraka zenu. Karibu. Asante MC. Ni kweli Mary tumemlea kwa kipindi chote toka amezaliwa hadi sasa hivi. Ni wazi kwamba tumemfundisha mengi, amejifunza mengi, na sasa ni mtu mzima. Lakini tunalojivunia zaidi ni kwamba pamoja na kumfundisha yale ambayo apaswayo kufundishwa mtoto katika hatua zote za makuzi, Mungu ametupa neema ya kumpatia elimu. Tunafurahi kwamba Mary
ni binti msomi. Usomi wake unamsaidia katika kuboresha mambo yale yaliyoshindikana yawezekane. Hata hivi anakwenda katika ndoa yake, tunatarajia kuona sasa anakwenda kupambana na changamoto ambazo zipo, akazigeuze kuwa fursa kwa ajili ya maendeleo ya familia yao na mwenzie mtarajiwa katika ndoa yao. Mary, tumekufundisha jambo la kwanza na kukumbusha na la muhimu sana, kumheshimu Mungu. Hilo kaa nalo siku zote za maisha yako. La pili, tumekufundisha utii. Mtii mume wako mtarajiwa, Mungu aliyekupa, kwa sababu ni wewe umempenda na sisi tunakubariki uende ukaishi katika misingi hiyo aliyoiweka Mungu kwenye ile ndoa ya kwanza kule Eden, ambayo imetufanya sisi tukawepo duniani. Kwa hivi hatutarajii kuona unakwenda kuwa mama mzembe katika familia yako. Tunakutarajia ukawe mama mchapakazi, unayeweza kubadilisha changamoto zikawa fursa kama nilivyotangulia kusema. Usomi wako usiende kukufanya ukaona kwamba unayo nafasi ya kuwa na sauti juu ya mume wako. Ukija kwangu katika utaratibu huo, utakuwa una nafasi hata kidogo. Kamheshimu mume wako atoe sauti, usikilize. Kazi yako ni kumshauri daima. Kwa sasa hivi wanawake ndio wanaotafuta uchumi duniani na ndio wanaofanikiwa zaidi kuliko wanawake. Trust me. Unaweza. Ukiona mwanaume amekuwa tajiri, nyuma yake kuna mwanamke imara, shupavu, anayesimamia na kulinda uchumi wa familia. Sitegemee ukawe mzembe wa kutapakanya mali. Ukija kwangu huna nafasi, lakini nitakusapoti katika mambo yote kama utaonyesha mafanikio na njia katika familia yake na Shirima. Sasa umekaa na sisi muda mrefu. Nafasi tunayokupa sasa ni ya kwenda kuonyesha kile tulichokufundisha kwenye familia ya Shirima. Ukienda kuonyesha tofauti na kile tulichokufundisha, maana yake unakwenda kutufanya sisi tunyong'onyee. Lakini naamini wewe ni binti mzuri, ni dhahabu tunayoiachia kwa kina Shirima, na ninafurahi kwamba hawa ni wazazi wema watakaoitunza dhahabu hii, na wewe ukaonyeshe hicho ambacho nakishuhudia kwamba wewe ni dhahabu. Tumsifu Yesu Kristo. Mary, zingatia Mungu, uchumi, ulinzi. Mwanamke anayo mambo matatu: Mungu kwanza, uchumi imara na ulinzi. Usipoilinda familia yako, wewe utaangamia. Naomba nimalizie kwa kumpa mama yako ajazie mawili matatu ambayo nimeshindwa kuyaweka katika mazungumzo yangu. Karibu mama. Bwana Yesu asifiwe. Neno moja tu ambalo ninataka kukwambia lizingatie. Mwanamke ni kiroho, lakini mwanamume ni kimwili. Unapokwenda kule, Biblia inasema Mungu ameumba jambo jipya duniani. Mwanamke atamlinda mwanaume. Hakusema mume wake, amesema mwanaume. Unakwenda kwenye familia yenye wanaume, nenda ukawe mlinzi. Zingatia maombi, kuwa mcha Mungu, soma Biblia, omba sana. Kila ambacho utakutana nacho mbele yako, omba. Kwa sababu ukitafuta washauri, hakuna mtu ambaye anaweza kukushauri chochote kuhusu maisha yako kama vile ambavyo utakavyomuomba Mungu akufanikishe katika ndoa yako. Nenda kawe mcha Mungu, kuwa kiroho sana. Utaona vitu vingi ambavyo wengine hawavioni
kabla havijatokea, kwa sababu mwanamke ni kiroho. Nenda kawe kiroho, usiwe kimwili. Asante. Baada ya zawadi hiyo ya neno la baraka, imani yangu pia inawezekana wazazi kuna zawadi nyingine ambayo tunatamani kumpatia.